Unajua kuna baraka ambayo iko. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe Kalamu TV Online. Mtazamaji wa YouTube channel yetu ya Kalamu TV Online, tuna ripoti taarifa hii kutokea mkoani Arusha, ambapo hii leo ni katika mafundisho ya neno la Mungu yaliyofanyika kwenye kanisa la NLCC lililopo Olosiva mkoani Arusha. Miongoni mwa yale ambayo yameweza kujiri katika nyumba ya Mungu kwa siku ya leo ni pamoja na mafundisho ambayo ameweza kuyatoa askofu mkuu wa makanisa ya New Life Outreach nchini Tanzania, Askofu Peter Rafaeli. Katika yale ambayo ameweza kuyafundisha ni kwa habari ya somo ambalo ameweza kuwiwa kulileta kwa waumini, ikiwa pia ni katika kuelekea kuadhimisha Pasaka. Sasa moja kati ya vitu ambavyo amevizungumza ni pamoja na kwamba Mungu ameweka jina lake kwa watumishi wake na kuna baraka ambayo ipo ndani ya mioyo ya watumishi wa Mungu. Lakini kubwa zaidi, ameweza kusisitiza kwamba Mungu ataweza kuondoa adui ambaye yamkini anamtesa mtu wa Mungu na kuachilia baraka ziweze kuonekana katika maisha yake. Wakati akifundisha fundisho hilo, amenukuu maandiko matakatifu basi katika kitabu kile cha Kutoka 23 kuanzia mstari ule wa 20 na kuendelea. Hii ni ripoti ya Kalamu TV Online kutokea kaskazini mwa Tanzania. Endelea kutufuatilia, endelea kusubscribe YouTube channel yetu ili uwe kwanza kupata taarifa pindi ambapo tunaziweka. Unajua kuna baraka ambayo iko ndani ya moyo wa watumishi wa Mungu. Yaani kuna baraka, yaani wewe utaki usitaki, upende usipende, lakini kuna baraka. Ndio maana kuna wengine unaweza ukazungumza tu, yaani anafanya vitu vinavyo kugusa moyo, alafu unamwambia tu Mungu akubariki, kwa sababu jina la Mungu liko ndani na baraka iko ndani. Unaona huyu mtu anakwenda kufanikiwa. Sasa mwambie mwenzako usiwe yule anayetia kisirani. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ukiangalia huyu malaika kwenye hii baraka inayotajwa hapa, huyu malaika alikuwa amebeba jina la Mungu. Na Mungu anamwambia Musa, waambie hao watu wasikilize sauti yake na wasikilize ushauri wake, kwa sababu huyo malaika jina la Mungu liko ndani yake. Kwa maana kwamba chochote atakachosema basi hicho kitu kinakwenda kutokea. 22 anasema, lakini utasikiliza sauti yake kweli na kuyatenda yote ninenayo mimi, ndipo mimi nitakuwa adui wa adui zako na mtesi wa hao wakutesao. Sasa katika majira haya ya Pasaka, nimesema baraka ya kwanza, Mungu anamtuma malaika kwenda mbele yako kwa ajili ya kuifanikisha njia yako. Hii ni baraka ya kwanza. Na Ijumaa tuliomba kwamba Bwana, kama ulivyosema katika maandiko haya, wewe utamtuma malaika kwa ajili ya kufanikisha njia zetu, kwa ajili ya kumfanikisha kila mtu mmoja mmoja. Lakini hapa tunataka tuangalie hii, anasema yeye atakuwa adui wa adui zako. Sasa hii inamaanisha nini? Jinsi Mungu anavyokuwa kinyume na maadui. Sasa hapa anazungumzia kuhusu taifa la Israeli. Anazungumzia kuhusu watu wengi, kwamba mnapokwenda kuiendea ile nchi ya ahadi, mnapokwenda, kwa sababu unajua kitendo cha kutoka Misri, kile kitendo cha kifo cha wazaliwa wa kwanza kinafananishwa sana na kifo cha mzaliwa wa kwanza wa Mungu ambaye ni Yesu. Yaani hili tukio la hawa watu kutoka katika nchi ya Misri linafananishwa sana na lile hitimisho la Yesu pale msalabani. Sasa anasema yeye atafanyika adui wa adui zako. Yaani wale wote ambao wanapigana ama wanasimama kinyume na wewe. Sasa kuna fafanuzi inayosema adui ni nani? Mara nyingi adui kuna maadui walio wazi, yani wanaojionyesha wazi wazi, lakini kuna maadui ambao wamejificha, ambao huwezi kujua kama huyo mtu ni adui yako.
Sasa kuna maadui ambao wamejificha, ambao hawaonekani. Lakini adui ni nani? Tunasema hivi, adui ni mtu yoyote au ni chochote kinachokutakia wewe mabaya. Adui anaweza kuwa mtu yoyote au chochote, lakini huyo mtu ana lengo la kutaka wewe upatwe na mabaya. Na maadui wengi sana wanasubiri kuiona siku mbaya ikitokea kwenye maisha ya mtu fulani. Wanatarajia sana, na hata kuna maadui wengine wao huwa wanahusika katika kutengeneza utaratibu wa mambo mabaya kuweza kumtokea mtu mwingine. Lakini hapa kwenye majira haya, yeye Bwana atafanyika adui kwa adui zako wote. Sasa naomba unisikilize vizuri hapa, kwa sababu chini ya hiyo baraka nina mambo kadhaa ambayo ningependa niyataje hapo. Jina la Yesu libarikiwe sana. Kwenye kitabu cha Kutoka, hiyo sura ya 23, tumeweza kuona yeye atafanyika kuwa adui wa adui zako. Sasa kuna mambo mengi ambayo tunasema ni adui kwetu, na sasa sikiliza niyataje hapa. Ikiwa kuna hayo mambo kwenye Kutoka 8:22, anasema nami siku hiyo nitatenga nchi ya Gosheni watu wangu wanayokaa, ili hao mainzi wasiwe huko, ili kwamba upate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Angalia hilo neno, anasema nitatenga. Nitatenga. Sasa Mungu anakwenda kutenga nini? Sasa nisitumie neno kutenga, leo nitumie neno Bwana atakuondolea. Lakini kuna kitu fulani ambacho Bwana alimwambia Musa, na mimi nataka niseme na wewe hiki siku ya leo. Yeye atapigana na maadui zako wote, na sio tu kwamba atapigana nao, lakini yeye atawaondoa kabisa. Wakati Musa analia na kufadhaika kwa sababu ya watu walikuwa wanalia na Musa na yeye akaanza kulia, Mungu akamuuliza Musa, kwa nini unanililia mimi? Musa akatoa sababu, kwa sababu ya wana wa Israeli na hivi na maadui. Mungu akamwambia Musa, usinililie mimi, wewe waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Na niseme sasa, yako mambo ambayo yamekufuata wewe, yako mambo ambayo yamefuata familia yako, yako mambo ambayo yamefuata biashara yako, yako mambo ambayo umekuwa nayo pengine kwa vizazi na vizazi yamekuwa hivyo. Lakini katika majira haya ya Pasaka, hao maadui waliokufuatia kwa karibu hautawaona tena milele. Jina la Bwana libarikiwe sana. Utakapoangalia nyuma, waliokuwa wanakufukuza hautawaona tena. Bwana asifiwe sana. Tunapomalizia sioni haya kwa Bwana, imba vizuri, imba kwa sauti, imba kwa roho na kweli katika jina la Yesu. Na wote ambao wanaangalia na kufuatilia, ninakuombea pia wewe unayetazama, katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai, baraka ya Bwana iwe juu yako. Bwana atume malaika wa kufanikisha njia zako. Bwana akuondolee magonjwa yote, lakini Bwana pia akuondolee aibu na fedhea zinazokuandama katika jina la Yesu. Pokea baraka za Pasaka katika nyumba yako, katika familia yako, kwa watoto wako, kwenye biashara yako. Baraka ya Bwana iwe pamoja na wewe. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe Kalamu TV Online.